Wewe wanangu, yani kama kawaida Ramadhani imeisha, kwa lazima imeisha mwanangu, story inaendelea. Basi mwanangu, baada ya kutoka zangu kituo cha polisi, basi moja kwa moja mwanangu nikafuatilia passport yangu, mwanangu passport nikaikuta fresh. Nikasema sasa hivi mimi naondoka tena South Africa, maisha ya bongo mimi siwezi. Akanikira akasema mimi siwezi kuondoka bila kuaga wauni machizi boti mtaani kwangu, anataka kwenda na mimi aende na mimi. Basi moja kwa moja mpaka mtaani kwangu mwanangu. Nikamwambia machizi, haipiti wiki moja wiki mbili mimi natembea naenda zangu Kabulu. Basi mwanangu machizi akaniambia wewe balozi tuache tunaondoka wote. Nikamwambia wanangu sikiliza, tunaenda South Africa. Lakini South Africa hatuendi kinyonge. Sitaki kwenda na mtu mnyonge, ana ujuzi, ana fani, ana pesa ya biashara ya kuanzia maisha. Chumba cha uani kulala South Africa nje ya mji Chamazi Mbande, Bunju Beach, heka huko. Kwa mfano hapa Bongo 200,000. Wewe unaendaje South Africa una hata 100 unafika South Africa na 5,000. Kwa hiyo picha linaanza, nataka machizo kuondoka nao wale wenye pesa kuanzia 800,000 na uwe na passport na nauli. Au uwe na ujuzi, nikifika kule ngakutafutie kazi, usije kuniletea ile madharau. Ukafika South Africa siku 3 siku 2 ukataka kurudi kwa mama yako Bongo, ukaanza kulialia South Africa. South Africa ilikuwa zamani, yani kipindi hiko au za huyu bwana bado South Africa hajanja. Sasa hivi mwanangu South Africa, kila South Africa kashaibiwa, kashakabwa na wengine mwanangu, nyumba zao South Africa wote washavunjiwa. Kwa hiyo ilikuwa kipindi hiko mwanangu kitambo, ukienda katika miji ya mwanzo ile Manguzi, Mpangeni, yani ukifika kama wewe mgeni unapokewa tu, unaambiwa mwanangu kaa hapa katakata majani ya ng'ombe nini, unalipwa mshahara. Lakini sasa hivi watu wenye ujuzi wanaifanya ndio wanatoboa huko. Kwa hiyo wanangu, basi nimekaa wiki moja kuja kushtuka mwanangu, machizi kama 10 wamenifuata mwanangu, mwenye mtaji au bwana mwenye 800,000 900,000 na wengine wana ujuzi wa chalani, fundi seremala, fundi wa yaringi, umeme wa magari. Ngasema mwanangu siwaachi, tafuteni passport na wasubiri. Kwani mwanangu dakika mwisho mwanangu ile wameforce mwanangu, ndani ya wiki 3 mwanangu hii passport zimetoka. Kwani mwanangu ile tuanza safari. Moja kwa moja mwanangu tumechukua basi moja kwa moja mpaka Tunduma tumevuka upande wa pili Zambia na Konde. Kutoka na Konde mwanangu chuma imetembea mwanangu mpaka boda ya Zambia na Zimbabwe. Kuna sehemu inaitwa Chirundu, hapo kuna minyani kama yote. Hiyo minyani mwanangu kila mkate na kufuata. Kwani dakika mwisho pale tukaanza kusachiwa pale. Katika kusachiwa kumbe kuna mwanangu mmoja katika wale 10 niliowabeba, mmoja alipiga simu ana ndugu yake kwa South Africa, akamwambia South Africa usije bila madawa ya kulevya. Kwani ule mwamba mwanangu akanificha mimi, akachukua madawa ya kulevya katika story ya kiatu afa akashona. Kufika pale mwanangu baada ya kusachiwa mwanangu akashtukiwa akakamatwa. Katika kukamatwa mwanangu anaanza kulialia, "Oh balozi usiniache." Kama vipi mwanangu nisaidie. Nikamwambia nikusaidie, mpigie simu huyo mpanga kama wewe kuja South Africa na akakupanga beba madawa ya kulevya kwenye story ya kiatu. Kwani safari ikaendelea, mmoja pale nikamwacha pale. Kwani mwanangu moja kwa moja nikaondoka na watu 9. Moja kwa moja mwanangu Pretoria mwanangu nimeingia zetu Johannesburg mwanangu, sababu mwanangu ana mavumba na mwenyewe na mavumba. Nikaenda kupanga vyumba viwili mwanangu, kuna sehemu inaitwa Tarifonteini. Nilipofika Tarifonteini mwanangu mpaka vyumba mwanangu tumebeba vitu vya ndani nini fresh mwanangu nini, wale wenye fani wote nikawatafutia kazi. Wale fundi wa walingi wa umeme mwanangu nikawapeleka kwenye magareji watu wa Uganda wakapata kazi. Wale wengine mwanangu fundi seremala, kuna mwanangu mmoja mwanangu anaitwa Ali wewe mwanangu ndani ya Iblo ana ofisi yake au fundi seremala akapata kazi. Kuna wengine mwanangu leo fundi kuchalani mwanangu nikawapeleka kwenye maofisi ya Nigeria mwanangu wakapata kazi. Mwanangu sio kinyonge. Mimi mwenyewe mwanangu nikapiga safari nikamwambia wanangu mimi nawaacha, mimi mpango wangu ndio zangu debeni kanaambia meli. Mimi sija hapa kutafuta maisha, nimekufikisheni mageto mnayo na vile vile kama mtu ana kazi nishawatafutia. Kwa hiyo mwanangu sio kinyonge. Wanangu naambia mwanangu leo baridi mwenyewe tunashukuru balozi wa mabaharia. Umetubeba mwanangu, umetufikisha mpaka hapa maisha ya South Africa. Mimi mpaka sasa tupata kazi umetutafutia. Yaani mwanangu sasa wote huko na matatizo mwanangu ya pesa mwanangu, tupigie simu tu simu mwanangu tutajua tufanyaje mwanangu. Nikamwambia ndio hivyo mwanangu kisizwa. Yaani wasizi wote sasa hivi wanaondoka South Africa wakiwa na ujuzi na fani. Kama nilivyowabeba nyinyi na mimi ndio napambana ndio hivyo mambo. Nikawaacha pale moja kwa moja mpaka Deben Natali maskani ile mbele. Maskani ile mbili mwanangu nikakutana na mchizi mmoja wewe nikaona mwanangu sasa tunafanyaje? Mwanangu akamwambia mwanangu hapa mwendo ule kudandia meli si never dry. Au sio bwana hapa mwanangu tunakula boti maneno zetu ulala. Kwani mwanangu nimekaa ndani ya siku 2 siku 3 mwanangu na mwanangu nishaandaa vitu vyangu vya kudandia meli mwanangu vya msebenzo buti gani buti mwanangu mzee misosi nini kila kitu mzee nikajipanga nikala chuma. Fuatilia episode inayofuata ujue kinaendelea nini.